Mpendwa mama mjamzito, kuvimba kwa miguu wakati wa safari yako ya ujauzito ni jambo la kawaida, lakini linaweza kuwa la usumbufu. Nitakushirikisha maelezo kamili kuhusu sababu, dalili, njia za kukabiliana na hali hii, na wakati ambao unapaswa kutafuta msaada wa kitabibu. Kuelewa mwili wako. Wakati wa ujauzito, wakati unaposubiri kumkumbatia mwanao mdogo, mwili wako unapitia mabadiliko ya ajabu. Mojawapo ya mabadiliko hayo ni kuongezeka kwa damu mwilini kwa 50%. Hii ni muhimu kwa afya yako na kukua kwa mtoto wako, lakini pia inaweza kusababisha changamoto kama vile kuvimba miguu. Mabadiliko muhimu yanayosababisha kuvimba. 1. Homoni za ujauzito estrogen na progesterone zinaongezeka, zikifanya mishipa ya damu kulegea na mwili kuhifadhi maji zaidi. 2. Mfuko wa uzazi unaokuwa kadiri mtoto anavyokuwa. Mfuko wa uzazi unakuwa mkubwa zaidi na kusababisha shinikizo kwenye mishipa ya damu katika eneo la nyonga, hivyo kuzuia damu kurudi kutoka miguu kwa urahisi. 3. Mabadiliko ya figo. Mstari wa figo zako zinafanya kazi zaidi kukabiliana na ongezeko la damu, wakati mwingine haziwezi kuondoa maji na chumvi kwa ufanisi. Jinsi ya kukabiliana na kuvimba kwa miguu. Kama mama mjamzito, kuna hatua nyingi unazoweza kuchukua ili kupunguza usumbufu wa kuvimba. Katika nyumbani, pumzisha miguu yako mara kwa mara. Kila unapoweza, keti na uinue miguu yako juu ya kiti. Jaribu kuinua miguu juu kuliko moyo kwa dakika 20, mara 3-4 kwa siku. Lala katika nafasi sahihi. Jaribu kulala upande wa kushoto na ushike mto kati ya magoti. Hii husaidia kupunguza shinikizo kwenye mishipa mikubwa ya damu na kuboresha mzunguko wa damu. Mazoezi rahisi. Fanya mazoezi ya miguu kama kuzungusha vifundo vya miguu, kukunja na kunyoosha vidole vya miguu, au kutembea kwa urahisi kwa dakika 20-30 kila siku. Lishe na matumizi ya maji. Kunywa maji ya kutosha. Maji husaidia kusafisha mfumo wako na kupunguza kuhifadhi maji mwilini. Lenga kunywa glasi 8-10 za maji kila siku. Punguza chumvi katika chakula. Chumvi nyingi husababisha kuhifadhi maji. Jaribu kupunguza vyakula vilivyotengenezwa viwandani na vyakula vya fast food. Ongeza vyakula vyenye potasiamu. Matunda kama ndizi, maembe na parachichi husaidia kudhibiti usawa wa maji mwilini. Mavazi na msaada wa ziada. Vaa soksi za compression. Soksi hizi husaidia kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza kuvimba. Unaweza kuzipata kwenye duka la dawa au kuuliza daktari wako akupendekezee. Epuka nguo zinazobana. Nguo zinazobana sana, hasa katika sehemu ya kiuno na miguu, zinaweza kuzuia mzunguko wa damu. Vaa viatu vinavyofaa. Epuka viatu vyenye visigino virefu. Viatu visivyo na kisigino au vyenye kisigino kifupi vinapendewa zaidi. Matibabu ya asili na kikanda. Kukanda miguu. Kukanda kwa urahisi kunaweza kusaidia kupunguza kuvimba. Mwenzi wako anaweza kukusaidia au unaweza kutafuta mtaalamu aliyehitimu. Maji ya baridi. Loweka kitambaa laini katika maji ya baridi, si baridi sana, na viweke juu ya miguu iliyovimba kwa dakika 10-15. Maziwa ya chumvi ya bahari. Loweka miguu yako katika bakuli la maji yenye chumvi ya bahari kwa dakika 15-20. Lini unapaswa kuwa na wasiwasi? Ingawa kuvimba kwa miguu ni kawaida, kuna wakati unapohitaji kutafuta msaada wa matibabu haraka. Tafuta msaada wa daktari. Ikiwa kuvimba kumetokea ghafla na kwa kiwango kikubwa, mguu mmoja umevimba zaidi ya mwingine, inaweza kuashiria damu kuganda. Unapata maumivu ya kichwa yasiyoisha, kuona madoa ya mwanga. Kuvimba kunaambatana na maumivu ya tumbo upande wa juu wa kulia. Una ugumu wa kupumua. Kuna mabadiliko ya rangi kwenye ngozi ya miguu iliyovimba. Unapata joto kali au maumivu makali kwenye mguu uliovimba. Hali maalum kwa mimba za aina tofauti. Kwa mimba ya mapacha au watoto zaidi. Ikiwa unabeba mapacha au watoto zaidi, unaweza kupata kuvimba kwa kiwango kikubwa zaidi. Kufuata maelekezo yaliyotajwa hapo juu ni muhimu zaidi. Na jifanye mazoezi ya kupumzisha miguu mara kwa mara. Kwa mimba ya mtoto wa kwanza, mwili wako unapitia uzoefu huu kwa mara ya kwanza. Usijali sana. Kuwa mtulivu na ufate ushauri uliotolewa. Kuvimba kwa miguu huondoka baada ya kujifungua. Kwa mimba zinazofuata, ikiwa ulipata kuvimba katika mimba iliyopita, una uwezekano mkubwa wa kupata hali hiyo tena. Anza kuchukua hatua za kinga mapema. Kujiandaa kwa miezi ya mwisho ya ujauzito. Kuvimba mara nyingi huongezeka katika trimester ya 3 ya ujauzito. Ni muhimu kujiandaa. Panga muda wa kupumzika zaidi kadiri tarehe ya kujifungua inakaribia. Hakikisha una viatu vinavyofaa ambavyo vinaweza kukidhi miguu iliyovimba. Jipange na mwenza wako au familia kupata msaada wa ziada kwa kazi za nyumbani.
Jadili na daktari wako kuhusu hali yako na kiwango cha kuvimba katika kila ziara ya kliniki. Ujumbe wa mwisho: kumbuka kwamba kuvimba kwa miguu ni moja ya changamoto nyingi za muda mfupi unazopitia katika safari yako ya kuwa mama. Dalili hii huondoka baada ya kujifungua. Unapoendelea na safari yako ya ujauzito, jikumbushe kuwa mwili wako unafanya kazi ya ajabu ya kumlea mtoto wako. Chunga afya yako, fuata ushauri uliotolewa, na ushirikishe wasiwasi wowote na daktari wako. Safari njema mama mjamzito. Kila laheri katika maandalizi ya kumkaribisha mtoto wako mpendwa. Afya Update.